Baada ya kufunga ndoa, usiku huo wa harusi, Halima alipoingia chumbani, alimkuta Kito, mume wake. Alisimama kimya, macho yake yakiwa yamebadilika, yakiwa ya ajabu. Na ghafla kutoka chini ya kiuno chake, nyoka aliibuka, akamtazama Halima kwa macho ya ajabu. Mlango ukapigwa kwa nguvu. Sauti za wanaume wasiojulikana zikasikika chumbani, wakidai kumchukua Halima. Na Halima, kwa hofu na nguvu mpya ndani yake, alijikuta akichagua kati ya kuishi gizani au kubeba nguvu ya laana isiyokuwa ya kawaida. Kabla hatujaendelea na simulizi hii ya kusisimua, bonyeza subscribe sasa hivi, like video hii, na niambie kwenye comment unatazama ukiwa wapi leo. Tuone ni wapi mashabiki wetu wengi wanatazama hadithi hii ya kusisimua. Tuanze sasa. Kulikuwa na usiku ambao Halima aliapa hatasahau maishani mwake. Usiku ambao ulimfundisha kuwa sio kila mtu anayekutabasamia ana moyo wa kukupenda. Yote ilianza miaka 2 kabla ya harusi yake, pale alipokuwa amesononeka zaidi ya binadamu yoyote aliyekuwa amewahi kuvunjwa moyo. Halima alikuwa msichana mdogo tu, mwenye ndoto nyingi na moyo mwepesi. Alikuwa amempenda Adam kwa nguvu za moyo wake wote, akamwamini kupita mazoea, hadi siku ile alipomkuta akimkebehi mbele ya marafiki zake, akimuita msichana asiye na thamani. Hakujua kama maneno yanaweza kuchoma moyo kama msumeno unaovunja mfupa. Adam alimdhalilisha mbele ya umati, akamwacha akitetemeka, machozi yakimtiririka bila huruma. Kuanzia siku ile, Halima alijua hawezi tena kukabidhi moyo wake kwa mtu bila kuwa makini. Aliapa hatarudia kosa lile, akajifungia ndani ya miaka 2 ya ukimya, maumivu na kujijenga upya. Alijifunza kufurahia upweke, akajifunza kuwa watu sio malaika, na akajifunza kuamini tu kile anachokiona kwa macho, si maneno matupu. Lakini maisha huwa na njia ya kutupotezea mara tunapodhani tumejitengeneza vya kutosha. Ndipo akakutana na Kito. Alikutana naye sokoni jioni yenye upepo mwanana. Kito hakuwa mtu wa kelele, alikuwa mpole, mwenye macho yenye huzuni iliyojificha ndani yake, kana kwamba alikuwa amebeba siri nzito moyoni. Halima alijikuta akivutwa kwake bila sababu. Alikuwa tofauti, aliyejitenga na dunia, lakini mwenye tabasamu la upole lililomfanya Halima asikie kitu ambacho halikuwa amekisahau: amani. Siku zikapita, miezi ikatembea, na polepole Halima akasahau kidogo maumivu aliyokuwa nayo. Kito hakuuliza maswali mengi, hakumsukuma, hakuonyesha haraka za mapenzi. Alimpa nafasi, alimsikiliza, alimpa kile Adam hakuwahi kukipa: heshima. Halima akajikuta akifunguka, akimwambia siri zake, maumivu yake na ndoto zake za mbali. Kito alimsikiliza kila safari, na kila safari alihisi moyo wake ukirudia kuamini. Hivyo, ilipofika siku Kito alipomwomba Halima kuwa mke wake, moyo wake haukusita. Kulikuwa na kitu ndani yake kilichomwambia Kito ni salama. Kito si kama Adam. Kito ni mtu wa upekee. Lakini mara nyingine moyo wa mwanadamu hauna uwezo wa kusoma mambo ya giza yanayojificha ndani ya mtu. Huo ulikuwa mwanzo tu wa mlolomo wa matukio ambayo yangemfanya Halima atamani asingejipa nafasi hiyo. Harusi ya Halima na Kito ilikuwa tulivu, ya watu wachache, kama walivyotaka wao. Halima hakupenda kelele, hakupenda kukumbushwa makundi ya watu. Walifanya sherehe ndogo, marafiki wachache na familia zao, lakini kulikuwa na kitu usicho cha kawaida kwenye macho ya watu waliomwona Kito. Hakupenda kuguswa sana na watu, hakupenda kupigwa picha nyingi, na wakati fulani alionekana kama mtu anayesikia sauti ambazo wengine hawasikii. Halima alidhani ni uoga tu wa hafla, au labda ni aina yake ya utu, lakini mama yake hakufurahishwa. Halima, mama yake alinong'ona upande. Kuna kitu kwenye macho ya huyu kijana,
sijui ni nini, lakini si kawaida. Lakini Halima sasa alikuwa amependa, na mapenzi huwa kipofu mara nyingi sana. Usiku ukaingia na hatimaye wakati wa kwenda kwenye chumba cha harusi ukawadia. Halima alitembea taratibu, mikono yake ikitetemeka kidogo, sio kwa woga wa Kito, bali na kumbukumbu mbaya za nyuma. Lakini alijiambia kuwa Kito si Adam. Huu ni mwanzo mpya. Mafunzo ya maumivu ya zamani hayakufa bure, yalimtengeneza. Alipofika ndani, chumba kilikuwa kimetulia, kinawaka taa ya rangi ya hudhurungi iliyotoa mwanga wa joto. Kito alikuwa amekaa kitandani, kichwa kimeinama kama mtu anayepambana na mawazo yake mwenyewe. "Upo sawa mume wangu?" Halima aliuliza kwa upole. Kito hakujibu mara moja. Alivuta pumzi ndefu, kisha akamgeukia taratibu. "Halima, kuna jambo lazima ujue kabla hatujaendelea." Moyo wa Halima ulipiga kwa nguvu. Maneno hayo hayakuwa mazuri kusikia usiku wa harusi. "Jambo gani?" Kito alinyanyuka polepole, akainua macho yake yaliyokuwa na kivuli cha huzuni na hofu. "Halima, mimi si mtu unavyofikiria. Kuna kitu ndani yangu, kitu ambacho sijazaliwa nacho kama wengine." Halima alijaribu kutabasamu. "Kila mtu ana mambo yake, tutanusuriana tu." Lakini kabla hajamaliza sentensi, kitu kilienda kombo. Kito alianza kutetemeka, mikono yake ilitelegelea, macho yakabadilika rangi na kuwa kama ya mnyama wa porini, yenye weusi uliokolea katikati na duara weupe pembeni. Alipiga hatua mbili nyuma. "Halima, usiogope." Lakini jinsi alivyozungumza, sauti yake haikuwa ya kawaida, ilikuwa nzito, ya ajabu, kana kwamba ilikuwa sauti mbili zikitoka kwa wakati mmoja. Halima alihisi damu ikimwagika usoni mwa hofu ya ghafla, lakini alisimama wima, akihisi mapigo ya moyo wake. "Kito, kuna nini?" Hakujibu. Badala yake nguo zake zilianza kutikisika upande wa chini ya kiungo, kama kitu kilikuwa kinajaribu kujitoa kwenye miundo ya mwili wake. Kisha ikatokea. Kitu kilichotoka ndicho kilichomfanya Halima asahau kupumzua kwa sekunde kadhaa. Kito hakusimama tena kama mwanadamu wa kawaida. Kutoka kiuno, badala ya pahali siri yake, kulijitokeza nyoka hai, mrefu kiasi, ngozi nyeusi na mistari mikundu, macho yake yakimwangalia Halima moja kwa moja kwa akili ya ajabu. Nyoka alionekana sio tu hai, bali mwenye akili, kana kwamba alikuwa anapumzua pamoja na Kito. Ulishikamana na mwili wa Kito kabisa, kana kwamba ulikuwa sehemu yake ya kawaida. Halima alijikuta akipiga hatua nyuma, miguu ikiwa dhaifu. "Ewe Mungu! Kito, hiyo ni nini?" Kito aliangusha macho chini kwa aibu. "Halima, niliapa nitakuambia kabla ya harusi, lakini sikuweza kukupoteza. Halima, huyu si mnyama, ni sehemu yangu, ni laana niliyoirithi na hadi leo sijapata mtu wa kuivunja." Halima alihisi dunia ikizungura. Woga uliingia mwilini, lakini sehemu nyingine ndani yake, ile iliyojifunza maumivu, ikanong'ona, "Kuna zaidi ya unachoona." Nyoka akainua kichwa chake, shingo ikapinda kama unjango, na sauti ya ajabu ikatoka midomoni mwa Kito na nyoka kwa muda mmoja. "Wewe ndiye aliyechaguliwa, Halima. Wewe ndiye mke wa kwanza." Maneno hayo yalipenya ndani ya pafya za moyo wake. "Mke wa kwanza?" aliuliza kwa sauti iliyovunjika. Kito alitoka machozi. "Ndiyo, nyoka huyu anajua maneno yasiyofahamikwa na mwanadamu. Mimi ni mfungwa wake. Wengi walikufa kabla yangu. Leo alikuchagua." Wakati huo huo, nyoka akageuka na kumtazama Halima kwa macho yaliyomfanya ahisi baridi kipanda hadi kwenye uti wa mgongo. "Halima," sauti ikatoka ajabu ilipotoka. "Nilikuwa sehemu ya maisha yako kabla hujafahamu. Mimi ndiye niliangamiza kila adui yako. Mimi ndiye niliyekulinda usiku wa dhuluma. Na leo nimekuja kuchukua ninachostahili." Maneno hayo yalimkata pumzi. "Mimi? Nani?" alijikuta akiuliza. Nyoka akasogea kidogo kama anatambaa. "Wewe ni mteule, na mwili wa huyu mwanamume umekuwa chombo changu tu." Halima alihisi kitu kikigonga ndani ya akili yake, kama kumbukumbu iliyofichwa muda mrefu.
Machozi yakaanza kudondoka bila hata kujua yanatoka wapi. Kito akanyosha mkono, akijaribu kumkaribia. Halima, nisikilize. Sijawahi kukudanganya kuhusu upendo wangu, lakini kuna kitu kingine lazima ujue. Ndipo mlango ukagongwa na nguvu kutoka nje, kama mtu anajaribu kuuvunja. Halima na Kito wake waligeuka kwa woga. Sauti kali ya kiume ilivuma nje ya mlango. Kito, fungua mlango, umevunja agizo la ukoo. Halima alitetemeka. Sasa ni nini kinaendelea? Kito alijijaza nguvu. Hawa wamekuja kukuchukua. Wanajua nyoka amekuchagua, lakini sitakuruhusu uondoke. Wamenitumia miaka mingi kama mfungwa. Sitakuruhusu na wewe uwe kama mimi. Mlango ukapigwa mateke mara ya pili. Fungua sasa au tutauvunja. Nyoka akazungusha shingo yake kama mlinzi. Watu hawa hawana uwezo juu yako, lakini unatakiwa kuchagua. Leo, sasa. Halima alihisi kichwa kikizungura. Chagua nini? Nyoka akapumua kwa sauti nzito. Kuchukua nafasi yako au kukimbia kuacha yote dhidi yako. Kito akamshika mkono. Halima, naomba usiogope, lakini lazima uaminie hii. Laana hii inahitaji mteule, na mteule ni wewe. Mlango ukavunjika nusu. Kelele za wanaume zikaingia ndani. Halima akachukua hatua moja nyuma, machozi yakitiririka, moyo ukipiga haraka kama dagumba ya vita. Sasa alikuwa katika maamuzi ambayo yangebadilisha hatima yake, maisha yake yote. Hapo ndipo simulizi letu linaishia kwa sasa. Niambie, unadhani nini kitatokea? Na je, atachukua uamuzi gani? Andika maoni yako hapo chini. Like video hii, share na rafiki zako wa Facebook au TikTok, na subscribe ili usipitwe na sehemu inayofuata ya simulizi hii ya kusisimua. Tutaonana kwenye hadithi ijayo. Bye.